eti unaweka wewe. Huko sikumvuna. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Mpe yanayostahili. Umesikia jamani, mlioajiri watu? Walioajiri watu hapa, hebu nyosha mikono juu. Hiyo shambani, hiyo nyumbani, wapi? Nyosha hivi. Wako wengi. Mungu awajalie. Yaani tena huyo mtendee haki vizuri kabisa. Sema amen. Mwingine kila kosa akifanya unakata mshahara. Kila kosa akifanya mshahara unakata. Hivi hiyo tabia ya wapi? Hapa nimeokoka, unakuja hapa tena bado vizuri, tumekupa na uongozi. Ukifika hapa ndio unachemka kweli. Mtoto watu wakaa mimi. Anatokaje huyu? Akishakuja kutoka kwako akienda kule anapeleka sifa gani? Nilikuwa nakaa na mlokole wa kanisa fulani. Cheki alivyonifanyia, alikuwa anifanyia hivi kuliko hata mpagani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ninyi wanangu mnaokaa kwa watu mnalipa mishahara, punge mikono mnaolipa. Punge hivi. Tuwapigie makofi. Lipa Bwana. Mbona leo ulipoajiriwa, mbona kwa Yesu naomba maombi? Yesu, naomba nina shida, nisaidie nisafiri sana. Unasafiri sana. Nijifungue sana, najifunga sana. Shamba lako mvua imenyesha mwaka huu. Sijui nini. Mbona wewe uko Mungu wako Bwana hapa akufanyia? Hao wengine kwa nini? Yaani kuna wale wengine wazao ajabu. Yaani anakandamiza mtoto wa mtu utafikiri kamzaa hii. Yaani Bwana asifiwe. Amen. Wewe ushauri wa neno la Mungu, ukipata mtoto wa mtu mfanye mwanao. Piga makofi kwa Yesu. Mpe uhuru. Anasema sio tu haki yake na maadili. Mwingine amekuja anataka kasari na zamna. Anga kusali, wewe utabaki dukani kila siku. Eti kwa sababu ya duka lako. Ndio maadili hayo, kila siku yupo tu dukani kwako. Si ubaki wewe dukani siku moja afa yeye akasali. Ndio mimi sitaki kufunga duka langu, sitaki. Basi baki pale, alafu mwambie wewe nenda kasali. Mtoto watu wanafungiwa kabisa kule ndani. Mpe haki yake na yale yaliyo maadili muachie. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa maneno hayo Mungu